What's up YouTube? Welcome back. It's your coach Joram. Sasa kuna comment nimeipata hapo recently. Jamaa anauliza ni namna gani unaweza ukawa creative au ukawa mbunifu unapochat na mwanamke ambaye unatamani kuwa naye kwenye mahusiano. Sasa nataka nimjibu ile swali na namna ambavyo naenda kujibu itakuwa ni tofauti kidogo na ambavyo jamaa kauliza swali, kwa sababu kuna information au kuna kitu ambacho inabidi tujifunze sana hapo kwenye ile swali, kwa sababu wanaume wengi tuna mistake hapa. Kwa kama ndo first time una join channel Psychology ya Wanawake, hapa ndipo inavunjwa na rahisisho wewe kuelewa jinsi wanavyo operate kwenye real world. Na pia hapa tunakufundisha kipi sasa kufanya baada ya kujua wana act namna fulani, kujua wanafanyaje au dunia yao ipoje. Sasa hapa unafundishwa kipi ufanye. Kwa ni spoteze time yako, ni siku yako nyingi ambayo ni valuable, ina thamani kubwa. Niende straight kwenye point. Okay, sasa nataka nijibu ile swali kwa namna hii kwamba wanawake ni emotional creature, si ndio? Nataka iwe logical as possible. Wanawake ni emotional creature, wanaongozwa na hisia. Kwa the way atakapo respond au atakapojibu message, simu, maswali, kila kitu ambacho utamuuliza mwanamke, au the way ambavyo atakuwa na interact na wewe, the way ambavyo atakuwa na kujibu, anavyo interact na wewe, anavyohusiana na wewe kila siku kwenye maisha ya kila siku, ina depend na jinsi ambavyo wewe kama mwanaume unamfanya ajisikie. Ndio, kama ni mtu ambaye unafanya ajisikie energized, happy, mwenye furaha na kupenda, unampenda, mna enjoy life, hata respond na heshima, adabu, atafanya kila unachotaka, atakusikiliza, ataamini kila uongo utakaomwambia, ndio. Lakini kama ni opposite, kama hakukubali, ana interest na wewe, atakujibu ujinga, upumbavu, kwa sababu ku respect, atachelewa kujibu hiyo text, atapokea simu yako, atakuzungusha, atakuwekea viunzi, atakukea vikwazo wewe uruke. Yote hii ni kwa sababu hakuelewi. See, sasa that's how it works kwenye real life, iko in Psychology ya Wanawake. Sasa kwenye kutext na jinsi gani ya kuwa creative, yote ina depend na jinsi ambavyo mwanamke anakuchukulia. Kama wewe ni mtu ambaye anakuona ni rafiki tu, friend, mtu wa kawaida, haijalishi utakuwa creative namna gani kwenye message. Haijalishi kama unaweza ukawa kama mimi au nikakupa tips zote duniani kuhusiana na namna ya kutuma text kwa mwanamke na kipi ufanye. Unaweza kufanya exactly ambacho nakwambia na usifanikiwe, afu kaona kama nakuzingua au nakudanganya. Of course, texting nataka kwenye hii video sasa nikupe maana halisi behind texting na kwa nini watu wanatumia texting, ndio. Texting ni short SMS, una information fupi ambayo huwezi kumpigia mtu, unamtumia message unataka kumwambia. Of course, isiingie deeper huko kwenye hiyo political aspect ya texting. Nataka niingie sasa kwenye dating, ndio. Kila mwanamke ana respond kutokana na mwanamume anapofanya jisikia. Tushongeleni kwamba you ni emotional creatures, ni actually wanakontroliwa na hisia, ndio. Kama unataka mwanamke respond positively, aone kwamba unakuwa creative na text ambazo unatuma, inabidi kabisa basis ya kila kitu inabidi awe physically attracted to you, awe ni mwanaume ambaye anafurahi, yani anatamani kufanya mapenzi na wewe, anatamani kuwa na wewe, anatamani kukuhug, anatamani kuwa karibu yako, anakupenda, anakuhitaji, anakutaka. Hii itakurahisishia interactions nyingi sana za wanawake na itakurahisishia kuelewa paka ndani. Lakini kama ni opposite, kama kukubali au na kuona kama rafiki, hata ujitahidi vipi, hakuna mbinu ambayo utatumia kwake itafanya kazi. Hakuna guru gani atakuelekeza ufanye nini magically kama maajabu demo anaanza kujibu text zako kwa namna nzuri, si ndio? Sasa hiyo nishaisema. Kitu kingine ambacho napenda kusisitiza ni kwamba build sexual attraction first. Andaa sexual attraction. Hiyo sexual attraction ni foundation, ni kama msingi wa kila kitu ambacho utaenda kufanya na mwanamke. Ukitaka kubali kukutana na wewe, je, anakutaka sexual? Je, anakutaka sexual? Je, ile sexual attraction ipo? Kwa ndo maana mimi so advocate, kuna video zangu kadhaa hapo nimesisitiza sana, usichukue namba ya mwanamke, ndio. Usichukue namba ya mwanamke kama hauna uhakika kama huyu mwanamke ananitaka sasa sexually, anavutiwa au ameenjoy company yangu, sasa yuko tayari kuniona siku za usoni, ndio. Mi basis au attraction, yani mi plan yangu navyoenda paka naenda kuchukua namba ya DM na chat na nini, yote hayo ni kwamba nahakikisha
nimekutana naye, nimetengeneza foundation kwanza yeye kujua kwamba mimi niko above mimi tayari na thamani kuliko yeye. Ile ina intrigue na jamani tofauti, ndio I make sure kwamba akiwa karibu yangu tayari ana enjoy my presence, tayari ana enjoy uwepo wangu pale. Ndio ya tatu kabisa mbona na cement na nasindilia pale ni sexual attraction. Lazima ni flirt, lazima nitupe maneno kadhaa ambayo ina suggest kwamba ikitokea mimi na wewe tukakutana next time, au ikitokea mimi na wewe kwamba tutakuwa either tukaanza kuwa in contact, haitakuwa kwa sababu tuko friends, hapana, itakuwa ni kwa sababu ya purely sexual being. Kwa itakuwa ni kwa sababu ya kufanya sex na mambo mengine mengi. You see, si kwa sababu ya kwamba nitakuwa creative, nitakuwa na tunga message ambazo ni interesting ili ukizisoma tu unaanza kuwa attracted na mimi, hapana, sitafanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu nishajua females work. Kwa mimi focus yangu kubwa itakuwa kwenye kuwa creative, kwenye kutuma message, hapana. Focus yangu kubwa sasa hivi itakuwa ni kwenye namna gani nitamfanya mwanamke anipende kingono, namna gani nitamfanya mwanamke anikubali kihisia. Sasa kiasi kwamba uwepo wangu utakuwa accompanied na message, yani kwamba message zangu sasa zile fupi ndio zitakuwa zina represent uwepo wangu, kiasi kwamba ananitaka, ananikubali, anatamani niwepo pale, lakini imeshindikana. Sasa message zangu ndo anaona kama ndo mimi, kwa atakuwa na respond quickly. Natuma message sasa hiyo na respond na reply, ndio nimepigia simu sasa hiyo anapokea, hey Jora, mambo, umekumisi. Lakini kama sijatengeneza hii foundation kwanza, najua kabisa kichwani kwangu kwamba huyu mwanamke anikubali, huyu mwanamke anitaki. Sasa kuanzia sasa hivi approach zangu au niende katika engo ya kwamba sasa inabidi nianze kubuild sexual attraction. Ndio kwa kama uliuliza ile swali, inabidi ujue kwamba je, wewe mwanamke ambaye unataka kuanza kuwa creative, kuwa mbunifu, kutuma message ile kukubali, kama uko naye kwenye mahusiano, haitaweka texting, haitafanya kazi hata kidogo. Tamani kupe ushauri kwanza kabla sijana endelee, ndio. Kwa kama wewe ni mtu unatamani kujua jinsi gani ya kutengeneza hii sexual attraction na iongelee kila saa, au hii sexual tension ile, matamanio ya kingono, matamanio ya kihisia ambayo mwanamke anaona kwa mwanaume, kama unatamani kujua, niambie kwenye comments, na nimeweka hiyo kumbali kabisa ili wale ambao wafikage huko I miss, niambie kwenye comment of next time lazima nifanye hii kwa ajili yako. See, kwa focus kwanza na sexual tension. Tengeneza sexual tension, itakurahisishia sasa huko mbeleni ambapo utamwambia, hey, actually niko free this hii Jumamosi niko free, wagana nafanyaga kama naenda out, kuna natafuta restaurant mpya mjini, then naingia kwa umekaa kama mtu fulani nice sana, je vipi unaweza ukajoin tukaenda have fun. E-text ata reply kama yuko interested, kama yuko interested ata reply. Zote hizo ni shenanigans wanaita wazungu, yani ni mambo ambayo ni preliminary, lakini primary, kitu cha kwanza kabisa, msingi wa yote ni sexual tension, sexual attraction. Sasa hapo ndo unaweza ukamanuva. Kwa points za kuchukua kwenye hii video ni kwamba cha kwanza kabisa ni kwamba mwanamke ana respond na jinsi anavyojisikia kwako. Ukiona anachelewa kujibu text, ukiona anakataa kupokea simu zako, ukiona mkitaka kuschedule kukutana na kuzingua na kuchenga, yote hayo ni kwa sababu haumexcite au hujamwamsha hisia zake, kutamani kihisia, kutamani sexually. Kama angekuwa anafanya hivyo, angekurahisishia kila kitu. Point ya pili ni kwamba uchukue ni kwamba wanawake waga wanaweka sheria au rules kwa wanaume ambao hawataki, afu wanazivunja zile sheria kwa wanaume ambao wanawataka. Sio ukiona mwanamke anakuambia mimi sifanye hichi na hichi, au mimi siendagi club, au mimi sitokagi na strangers, au mimi sipokeagi simu za watu siwajui, ujue kabisa kwamba jinsi ambavyo unamfanya ajisikie sio kwamba anakutamani kingono, hapana. Unamfanya ajisikie hivyo, angekurahisishia mawasiliano, si ndio? Kwa hiyo ndo purpose namba moja. Sasa ya tatu ambayo inabidi uchukue kwenye hii video ni kwamba texting bana si kwa ajili ya kutengeneza sexual tension. Texting ni kama representative, ni kama kitu ambacho kinakuwakilisha pindi ambacho wewe upo, kwa ile flow ya mawasiliano iendelee kuwepo, ndio inabidi utumie texting sasa. Na usitumie sana, kwa sababu wanawake ni watu ambao wanakuwa wanazoea kitu haraka mno, yani kitu kama ni emotionally stimulating, kama ni kitu ambacho kinaamsha hisia zake, sio kitu ambacho inabidi unamfanyie kila siku.
Why? Ni kwa sababu atazoea. Akishazoea sasa inakuwa ni ngumu, inakufanya mawasiliano kati yenu yanakuwa ngumu, sababu sasa ameshazoea. Inabidi uwe creative kila siku, tafuta style mpya za kutuma message. Ni tiresome. Ukishapata system ambayo inafanya kazi kwa mwanamke, kazi yako ni kuipunguza kuitumia ili asizoe, au kila siku anatamani ufanye kama mbona unafanyaga anajisikia. Kwa texting bana, huwa si kwa sababu ya kufanya mtu fall in love, hapana. Ni kwa sababu ya kitu cha prolong kitu ambacho mlishaanzisha toka zamani. Tayari dem yuko attracted na wewe, tayari mlisha make sure kwamba kuna namna mtakutana soon. Kwa texting ni kama ina bridge ile gap hapo, isije kama mmekubaliana mtakutana Jumatano afu ni hiyo siku labda ni Jumatatu, hizi siku mbili msikae kimya, si ndio? Texting inakusaidia kama kubridge gap, kumjulia hali na nini kukumbushia, hey, unajua Jumatano nimepata idea mpya, badala kwenda beach pekee, tutoka beach tena tukaangalia movie. See what I'm saying? Sasa kitu kingine ambacho ni cha nne ambacho inabidi uchukue ni kwamba texting ni for logistics too. Texting ni kwa ajili ya logistics, kwa ajili ya kukusaidia kukutana na mwanamke, kwa ajili ya kukusaidia kurahisisha mazungumzo wakati mnakutana. Ili maisha yako ya kudate yawe marahisi, narudia, ili maisha yako ya kudate yawe marahisi, inabidi usitumie texting kama njia ya kumpata mwanamke. Ukifanya hivyo, una fall kwenye trap, unaanguka kwenye mtego wa mwanamke ambao anataka tu texting buddies, watu ambao yeye akiwa bored, akiwa ana kazi kufanya, anawatumia message ili mumchangamshe, mumpe story, muongee naye nice, mfanye vitu ambavyo anataka, si ndio? Lakini the reality ya texting na maji, watu wenye akili nyingi, watu wenye mambo mengi kufanya, watu ambao ni high value, tunatumiaga texting kumwambia hey, actually waga Thursday kishafika tu Jumapili, mimi akili yangu haifanyi kazi, nawaza tu new hotel in town. Kwa this weekend nataka niingie kwenye hotel fulani nice, ni custom yangu. If you seem unaonekana kama una energy nzuri, au you seem like mtu fulani nice sana, kwa unaweza ka join this weekend ukaenda hotel X fulani. Kwa kama anakukubali atakubali, then bam. Lakini kama akukubali atasema no, unajua Jumamosi mimi nitakuwa shangazi yangu, then you know she doesn't want you, ameshakuwa cake zingine, then you move on. Sio unaona sasa purpose ya texting sio kukaa kwenye simu, kwa sababu ile na signify low value, na signify kwamba huyu mwanaume ana thamani ndogo. Anapata wapi muda wa kukaa na kutuma message hivi kila masaa matatu una chat? Ni kwa sababu watu wenye thamani kubwa tunatumia text kama njia ya kutuma message fupi, yani kama kutuma ujumbe mfupi ambao nikikupigia ni kama nakusumbua, hey, Jumatatu saa 2 inabidi tukutane kwenye kikao sehemu fulani. Either nikakutumia email au nikarahisisha kutumia message WhatsApp, si ndio? Lakini kama na kitu important inabidi tukidiscuss na kupigia simu, tunaongea, tunadiscuss. See, kwa hizo point 4 naenda nazo. Kwa kama unataka nikufundishe jinsi gani kutengeneza sexual tension kabla hujachukua namba ili uende ikurahisishie kwenye kutext, niambie kwenye comment. Lakini kama unaona bro niko fresh sasa hivi, nishajua kwamba kwa nini ajibu message yangu, kwa sababu yuko attracted na mimi, kwa sababu anikubali, sasa nitaweka, sababu najua kitu cha kufanya, basi nitafanya. Lakini kama hujui nikumbushe. Of course it's your coach Joram, and then thank you kwa kufika mpaka hapa. Like, comment, subscribe, share na wanao ambao wanakosea sana kutuma message, and then peace and love.